Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Good morning, all Muslims and non-Muslims, including all of Christians in this world, in this nation, Tanzania, and the world in general. My name is Bulinange, aka Bulinange TZ. Date is 24th April 2026. Habari za asubuhi zanguni, kwa majina naitwa Hamid Juma Bulinange, aka Bulinange TZ. Leo ni siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2026. Mwaka wa Kiislamu ni tarehe 7 Dhulqaada 1447. Bado muda mchache tu tuingie kwenye Eid al-Adha, Eid ya kuchinja. This is Politics Part 16. Hii ni siasa nafasi episode ya 16 ambao bado ni season 2, ikielezea Tanzania as a case study. Tanzania as a case study. My beloved nation, my beloved country. So this part is going to summarize, to complete how Tanganyika united with Zanzibar to form Tanzania. So before that, let me give summarization how Zanzibar got independence from colonialism. Napenda kuelezea kwa ufupi namna gani Zanzibar ilipata uhuru na baadaye ikawa jamhuri na baadaye ikaungana Tanganyika kuwa Tanzania. Ilikuwa hivi, it was like this one. First, Zanzibar was colonized, was under the what? Arabic control, Arabic rulers. Mwanzoni Zanzibar ilikuwa chini ya Waarabu, ndio maana dini ya Uislamu ikaenea Zanzibar sana. Baada ya kuwa chini ya after being under Arabic control, Arabic rulers, thereafter it was colonized, it was under the Britain rulers, ilikuwa chini ya usimamizi wa Waingereza kuanzia mwaka 1890. Angalia sasa, manake Wazanzibari wametawaliwa sana na Waingereza ukilinganisha na sisi wa Tanzania bara. Manake wazungu wameanza kuwasimamia wa Zanzibar toka 1890. Sisi wamekuja kutawala baada ya vita ya pili toka 1919. Manake baada ya miaka 29 ndio kaja kwetu Tanganyika. Hiyo shukuru. But baada kwa chini ya utawala wa Waingereza, nini kilifanyika? Jama ya kupigania uhuru, African nationalism ikaanzishwa.
baada ya vita vya pili vya dunia 1945. Hapo ndipo Zanzibar yenyewe ikaanza kuunda vyama vya kupigania uhuru. Vyama vikuu vilikuwa viwili. Chama cha kwanza kilikuwa Afro Shirazi Party ASP, ambacho kiliongozwa na Abeid Aman Karume na wasaidizi wake ambao walifanya nini? Alikuwa mkambani John Okello. Tutamsoma John Okello kanani. Yes. Na baada hapo kuna chama kingine, other political party, that is ilikuwa ni Zanzibar Nationalist Party ZNP, ambayo ilikuwa ni chama cha Waarabu. Buka ASP ilikuwa ni Waafrika sana. ZNP ambayo ni Zanzibar Nationalist Party ilikuwa ni cha Waarabu. Inashindana sasa. Baada ya kura nyingi, Afro Shirazi Party ikashinda. After election, Afro Shirazi Party won the election and became in 1963 10 Disemba, tarehe 10 mwezi wa 12 1963, Zanzibar ikapata uhuru rasmi. Zanzibar ilipopata uhuru rasmi, nini kilifanyika? Buka bado ipo chini ya utawala wa Sultan Jamshid bin Abdullah. Jamshid bin Abdullah ndiye alikuwa kiongozi ambao ni sultani wa mwisho wa Zanzibar. Jamshid bin Jamshid bin Abdullah, sultani wa mwisho wa Zanzibar, ambaye aliendelea kuwa kiongozi wao baada ya uhuru, lakini bado walikuwa chini ya utawala wa Waingereza. Buka Tanganyika ilipata uhuru mwaka gani? 1961 tarehe 9 Disemba. Kwa baada ya miaka miwili, Zanzibar tarehe 10 mwezi wa 12 yenyewe ikapata uhuru. Thereafter, bwana mmoja anajiita John Okello, tarehe 12 Januari, John Okello started revolution. Alianzisha mapinduzi tarehe 12 mwezi wa kwanza 1964, akapindua nchi. Nini maana revolution? What is the revolution, by the way? We say that revolution is the sudden and a major change in leadership, in existing leadership, to introduce the new leadership. Kama mapinduzi unafanya mabadiliko ya ghafla na kuondoa serikali kwa iko madarakani na kuweka serikali mpya. Mabadiliko hayo yanaweza kuwa ya nguvu, ya vita, au ya wananchi kuandamana. Hey politically, listen carefully to citizen, otherwise mapinduzi kutokea ni ghafla sana. Be aware from that. So baada ya mapinduzi tarehe 12 Januari 1964, John Okello akaondolewa kwa nani? Akaacha kuchaguliwa kuwa rais, badala yake akawa rais akaja kuwa Abeid Aman Karume, kwa sababu alikuwa na ushawishi kwa kisiasa. Pia John Okello alikuwa nini? Ni field commander, alikuwa ni mwongozo wa maandamano. Pia alikuwa na hasira sana, misimamo mikali, akisema huyu ataka vurugu huyu, wakamuondoa, wakampunguza kwenye uongozi wa ASP, Afro Shirazi Party, akashushwa. Abeid Aman Karume kwa ushawishi na nini, akaingia akawa rais. Yes, so John Okello sio rais tena, ana ushawishi kwa rais, alikuwa maandamano tu. Baada hapo Tanganyika na Zanzibar zikaungana. That's the end. In tarehe 26 mwezi wa 4, tarehe 26